Samani, nakuomba mara moja. Bila samani. Asante sana Leti kwa kumfanya kakaangu awe na furaha, maana alipokuwa anaelekea ni pabaya sana. Asante kwa hiyo. Wewe Amina. Hebu njoo. Ondoka. Natoka library kubana Mungu. Una flash? Umefanikiwa? Lakini kaka. Ni mapenzi ya kaka Mani na Lecho kama sielewi. Lecho ndo msichana ambaye Sidura amerudi kama anaumwa kisa mapenzi. Ndio. Hauelewi kivipi? Naona kama Lecho ampendi kweli kaka. Ila kaka yako anapenda Lecho. Mimi nilijua tu. Mapenzi utapendwa vipi na mtu una kitu, una mali, una pesa? Mapenzi sasa hivi lazima uwe na pesa ndio ananyooka. Mimi namwambia kaka yako kila siku, pambana, tafuta vyako, tafuta mali. Yeye anapambana, tafuta mapenzi. Lazima atateseka. Hatuna pesa. Haya. Hao ya kwake, maana mimi nikisema anisikilize. Ila na wewe chunga, soma. Sio unapita njia anazopita kaka yako kwa sababu unaona mimi nimepoa, nataka usome uje usaidie familia. Unaona matakataka haya yenyewe ya watu haya. Jitahidi. Sawa kaka, nimekuelewa. Nipo ndani. Haya. Unatoka wapi? Mwanangu, nimetoka kwenye kikoba. Kikoba? Ina maana mimi natoka na wewe unatoka? Wewe umetoka asubuhi jamani. Mimi nimeshinda nyumbani. Kwenye kikoba nimeenda jioni. Kuna faida gani kwenye kikoba? Kule tunakusanya hela. Unasema unatoka nyumbani wapi? Nyama unanidanganya, si ndio? Hapana, sikudanganya. Nyumbani uko wapi? Unaposema wewe nyumbani. Ulinipa taarifa? Huu ndio ujinga niliokataza siku zote. Ina maana wewe unashinda kuweka pesa mpaka uende kwenye vikoba. Unashinda kuitunza hela yako wewe mwenyewe. Haya, huko kwenye vikoba. Umeamua kukijinda kaondoka. Unaenda kushtakia watu. Na ndio maana nilikukataza. Sitaki kwenda kwenye vikoba. Wewe unaponesha unanisaliti. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Sirudi na kuahidi nisamehe. Mpenzi wangu. Hapana. Ina maana kwamba una wapenzi wawili baada ya mimi na mwingine? Natamani sana kusamehe. Lakini kwa hilo ulifanya, sidhani kama nitakusamehe. Nakuahidi mimi binadamu, naomba nisamehe. Siji kurudia tena. Yaani wewe kumbuka tulipotokea wapi mpaka nifikia hatua hii. Ina maana nifanyie jambo kama hili? Habari zenu jamani. Safi. Vipi jamani? Kuna tatizo? Mbona mjiani? Ni kweli tatizo lipo. Unafahamu fika huyu mimi mpenzi wangu na wa muda mrefu sana, lakini nafikia hatua kwamba mimi ninatoka na yeye nyumbani anatoka. Masala haya yanihusu, lakini kwa vile binadamu tunapaswa kushauriana na kuchunguza hapa ni njiani. Ni kweli shemeji? Ndio, ni kweli, lakini namuomba msamaha. Najua nikwambia kitu shemeji yangu, sio kwamba nakuhukumu, ila katika maisha wanaume ndio tunaongoza sana kwa kufa na mapenzi.
kwa sababu tunakuwa na mawazo mengi. Mtu unakuwa na stress za mapenzi, uwe na stress za utafutaji, na maisha yenyewe magumu haya. Tatizo lenu wanawake ni moja tu, ukishamuona mtu wako nyumbani uchumi umeyumba kidogo, yani wewe pia unatoka unakwenda kutafuta mtu mwingine, mwenyewe unasema unasovu, unamsaidia huko, sio kumsaidia, unazidi kumwangamiza. Sikuhukumu shemeji yangu, lakini kipande hiko kinatuumiza sana. Lakini hata hivyo, hii pia sio sehemu sahihi ya nyinyi kuyaongelea ya masuala yenu. Ningependeza mngetafuta sehemu sahihi, iwe nyumbani au sehemu yoyote, sio kama barabarani kila mtu anapita. Haipendezi namna hii ndugu yangu. Kama ni mpenzi wako hakukosea na anakiri kwamba kweli amekosea, basi tafuta njia yoyote ya kusolve hili swala, isiwe hapa njiani. Hapa haipendezi jamani. Mimi niwaombe tu, tafuteni sehemu sahihi mkayamaliza na masuala yenu. Hapa ni barabarani, watu wengi wanapita na huwezi kujua nani adui yako, ndugu yangu. Nikuelewa. Kwa nini kipindi kile jamaa zao kwenye midevu walikuwa kama walikuwa wapi? Mimi ni kuandishi uko chaka kabisa. Ulikuwa umejificha ni? Ndio maana bado uko mzima mpaka sasa hivi. Alafu jamaa mwanangu maswali yake mwanangu akijinga jinga. Mambo yashapitaga. Mwanangu mimi namuuliza yule gula mwanangu. Unajua kama walikuwa mzima. Mambo ya kari kabisa. Mimi namuuliza jambo la mapi. Wote wamekamatwa hawapo, bro walikuwa wapi? Haujakosea, lakini sasa ndugu uulize kwa wakati fulani. Tunajua zile. Lakini kompiti za kari zilishapita. Zilishapita ni kweli. Lakini unajua kwa sababu gani? Unajua ulikuwepo wengi sana mkina miti na nyuma wote wale. Wote wamekamata. Sasa changa bado wewe, yani maana yake naona kuna unafanya sangalai. Sio. Nakwambia una ndugu zako leo jamaa. Mungu ana kabisa. Goli kulikuwa chaka. Mwanangu yake. Yaani mazali yako mwanangu wewe. Toa. Tano. Bosi kabisa. Kawaida. Wewe mwanangu tumepoa nini? Ila sababu ya kukutafuta na swali moja tu nataka nikuulize. Hivi kuna kitu gani kinachoendelea pale? Unajua, kabla sijafika hapa nilimtafuta sana yeye, na nimemtafuta pasipokuwa na matumaini, na ndio maana nikaona nikutafute wewe, pengine unaweza ukawa unafahamu labda atakuwa ameenda wapi. Kwa hilo hapana, kwa sababu yani sina, kwa hilo sina sifahamu, na kama siku ya 3 leo tulikutana wao unapomeenda, yani mpaka ninafika hapa na kukuta wewe na kutoa kuja hapa kwa ajili ya kuzungumza, ni kwamba mimi nimetoka kwa Alecho muda si mrefu na nimeenda pale kwake sijamkuta. Yaani sio kwamba hayupo kwa kumaanisha kwamba naweza nikarudi wakati mwingine nikamkuta, hapana. Yaani ni amehama. Yaani Lecho amehama. Yaani Lecho atahamaje bila kukupa taarifa wewe? Wakati ni mpenzi wake. Una gani kama na hizo taarifa amekupa nani? Mimi ameniambia yule mpangaji mwenzake pale. Yule mama yule? Yule mama. Umehakikisha kabisa mlango umefunga, ni hayupo kabisa, ni hayupo. Unaona kabisa hapa hizo dalili kweli, nikiangalia pale hizo dalili za mtu hapa. Nalifahamu hilo, yani sio unampenda, mnapendana. Mimi sana nimekwambia Lecho nampenda na namhitaji sana. Lakini hapa nilipo mwenyewe bado sina uhakika kama Lecho ndio tayari ameshakuwa shanisome.
kwa sababu jana usiku lecho mimi nilikuwa naye, tumezungumza pale. Sasa kuna sehemu nikawa nimefikia, nikamuomba tutoke pale tulipokuwa tuende sehemu nyingine, lakini kabla ya kumaliza kumwambia akawa amepigiwa simu. Kiukweli sidhani kama ningeweza kuvumilia kuendelea kuishi nikiwa nakutana na wewe, alafu bado ukawa unanizungusha zungusha, na ukizingatia mimi nilikuwa tayari nimeshazama. So nadhani muda huu ni muda wetu mzuri sasa, kwa sababu tayari umeshakubali kuwa na mimi. Lakini naomba nikuulize swali, hivi utawahi kupata hata muda ukakaa ukawaza kuhusu mimi? Shaone kwa aliponyanyuka kwenda kuongea na mtu kwenye simu, mimi nikafikiri labda ataongea tu hapo akimaliza atarudi, lakini alivyonyanyuka pale ndo sijui ndo alikuwa anaenda kuongea na mtu kwenye simu, ndo hakurudi tena. Yaani ulikuwa umekaa naye na maana umekaa naye akapigiwa simu akainuka, yaani akatoka na ya kuaga na kutoka muda ule mpaka sasa hivi unasema hajakutana naye. Hicho ndio kimenifanya mimi nimtafute. Okay, sawa. Unajua hizi shida zote hizi kuja kutafuta wewe huko ni kwa ajili ya swala hili. Mimi nadhani nyumbani pia kuna vitu vingi sana ambavyo vinanisubiri bado sijavifanya. Kwa hiyo mimi naomba niende, ndio baadaye nitakupigia ili tujue tunaanzia wapi na tunaishia wapi. Karibu. Subhana, taratibu. Karibu. Asante. Asante, nimekuja kuangalia nini tayari. Gole tayari. Hamna shida. Yaani wala usijali, karibu tena. Karibu. Usijali. Haya. Amina, karibu sana. Karibu.
Dada, simama kwanza. Kwa nini unasema tusimame hapa? Dada, hili ni mfano mtu akuuliza hisia ni nini, wote mjibuje?